Wengi wetu tunafikiri ya kwamba pale ambapo tutakuwa na fedha za kutosha, pale ambapo tutakuwa na afya njema, na pale ambapo tunakuwa tumefanikiwa, hapo ndipo ambapo tutakuwa na furaha. Lakini pale ambapo tunakuwa tumekosa vitu hivyo, furaha yetu inakuwa imeondoka kabisa. Tunategemea furaha yetu kutoka katika vitu, tunategemea furaha yetu kutoka katika watu, na pale ambapo watu ama vitu vinapotoweka, na furaha yetu inakuwa imetoweka kabisa. Tunategemea furaha kutoka kwa wazazi, tunategemea furaha kutoka kwa mume, tunategemea furaha kutoka kwa mke, tunategemea furaha kutoka katika vitu fulani, fedha, mali. Lakini vitu hivi vinapoondoka, na furaha yetu inakuwa imeondoka katika maisha. Tukumbuke ya kwamba wakati Paulo akiwa Roma gerezani mnamo miaka ya 60 hadi 62 baada ya Kristo kuzaliwa, akiwa katika changamoto kubwa, akiwa katika mateso makali, aliwaandikia waumini wa Filipi ya kwamba wabaki katika furaha. Waumini hao wa Filipi walikuwa wanapitia changamoto ngumu kabisa, walikuwa wanapitia maumivu makali, wanapata changamoto, lakini Paulo aliwahamasisha wabaki katika furaha. Ndipo anapoandikia katika kitabu kile cha Wafilipi 4 fungu lile la 4, ambayo inasema, furahini katika Bwana siku zote, na tena nasema furahini. Paulo anawaandikia Wafilipi ya kwamba furaha yao haitokani na mali, furaha yao haitokani na mafanikio, bali wafurahi katika Bwana, wafurahi katika Mungu. Hapo ndipo msingi wa furaha ya kweli unapatikana. Ndipo anapotukumbusha ya kwamba furaha ya kweli chanzo chake si mali, chanzo chake si watu, bali furaha ya kweli chanzo chake ni Mungu peke yake. Kila muumini ana wajibu wa kufurahi, kwa sababu Mungu anatupenda. 2, kwa sababu tumehakikishiwa uzima wa milele kupitia Kristo Yesu. 3, Mungu yupo pamoja nasi. Hivyo kila mtu anatakiwa afurahi, na furaha yake jikite katika Mungu.